Bwana, moja kati ya kitu ambacho kina trend sana katika mitandao ya kijamii hususan mtandao wa WhatsApp kuhusiana na masuala ya burudani ndani ya mkoa wa Songwe, kupitia grupu la WhatsApp la wasanii mkoa wa Songwe, grupu ambalo linakusanya wasanii wote wa mkoa wa Songwe. Katika hilo grupu bwana, umezuka moja kati ya mjadala mkubwa sana baina ya wasanii wawili, msanii Diklopa kutoka Mlo na msanii Almas TZ kutoka pale Tunduma bwana. Ishu kubwa bwana, ni kurudisha kwanza nyuma kabla sijaongea sana. Hii ishu inaonekana imeanzia tarehe 14 mwezi wa pili kwenye show ya Almas TZ. Inavyosemekana ni kwamba Almas TZ alivyoandaa hiyo show yake pale Tunduma, ni kama Diklopa alimcheke akamwambia, bwana bro, unaandaje show bila, unajua mambo ya Diklopa, anamwambia unaandaje show bila kwa Twitter sisi mastaa, hiyo show kweli itafanikiwa kweli? Sasa kitu kama kile, kitu kama yale maneno yanaonekana yalimuuma sana Almasi, ingawa hakumjibu na akauchuna tu kimya, akasema okay, malipo ni hapa hapa duniani, haina shida. Sasa siku ya jana tarehe 28 mwezi wa pili, Diklopa pamoja na Tuzo Benz walikuwa nao wameandaa show yao pale Impala pale Mlo. Sasa ni kama Almasi alikuwa anataka kuvizia sasa hii show ya Uli Star inakuaje, na bahati mbaya ama bahati nzuri ama vyovyote vile, show ya jana ya Diklopa pamoja na Tuzo Benz, show ile tunaweza tukasema ilibuma kwamba haikufanyika, ingawa Diklopa ametoa sababu nyingi, utakuja kumsikia baadaye, lakini kiuhalisia tu ama bila kupepesa maneno, ni show ilibuma, show haikufanyika. Sasa ile ikaibua maneno mengi sana siku ya leo, siku ya asubuhi, kuanzia asubuhi. Almasi ni kama alikuwa kama anamcheka, sasa iko wapi star, kiko wapi? Umeshindwa kufanya show, full kutuma miamala ambayo yeye Almasi aliingiza kwenye show yake na kumwambia kwamba Diklopa umeshindwa kuingiza. Maneno kibao, chati unaziona hizo, ni miongoni mwa maneno ambayo yeye mwenyewe Almasi aweza kutoa kwa Diklopa. So nikaona hii issue mbona kama ipo serious sana, na issue ambayo imetikisa sana group kwa asubuhi ya leo, na watu wengine wakawa wamejitokeza pale. Kuna msanii alitoka Kamsamba kuja kushow love kwenye show hii ya kina Diklopa, lakini akabaki tu kulalamika, show haijafanyika, mambo yamekaa zigzaga hivyo. So tuanze tukamsikilize kwanza huyu msanii anaitwa J-Boy alipokuwa analalamika kuhusu kutokufanyika kwa show, alafu tutarudi kutazama kusikiliza mambo mengine. Huyo hapa. Bwana, show imeahirishwa. Kutokana na changamoto ndogo kidogo. Kwa show tushairisha. Tutakutana next time. Ya, niko na Yamani Diklopa. Okay. Baada bwana umemsikia J-Boy. So J-Boy bwana alitoka Kamsamba kwa ajili ya kuja kushow love. Alitegemea mambo makubwa, lakini mwisho wa siku ndio hivyo, mambo yakawa kama yalivyoenda. Sasa tuenzetu tukamsikilize Almas TZ, yeye anasema nini. So ilibidi nimcheki, nimwambie bro, inakuaje hatuja kuzoea kwa hivi mapovu mengi nini, kuna nini? Almas yeye akawa amefunguka, mambo hayo hapa, msikilize. Shida kama mkubwa huyo Dogo Janja, mimi nimeandaa jambo langu ndani ya mwezi mmoja, nipo na promote jambo langu na mwelekeza Dogo Janja tu Mlovu wapi, karibuni kwenye show yangu. Ilipofika siku yenyewe ya show tarehe 14, alinitafuta tarehe 13, brother tunafanyaje? Nikamwambia karibu kwenye show, mimi ninafanyika Tunduma. Akadai vinauli, akadai nini, nikamwambia mazingira yangu sio mazuri. Baadaye akaja nilikuwa nimepost ile show usiku kuamkia siku ya tukio. Sasa akacomment akaandika yani msanii mwenyewe hujatualika wasanii mastaa, sijui kama utafanya show. Mimi nikawa nimeipuzia kwa sababu mimi nilikuwa nashaona kabisa nini ninachokifanya. Siku ilipofika mimi ya tukio, siku ya PA tu nikamtumia yeye mwenyewe, tena ni mbobo, nikamtumia ka video tu kwenye PA. Nikamwambia si ndo tunaenda kazini, tunaenda kutafuta hela ya kula. Yani kama fulani hivi akacheka sana. Kwa mimi nimefurahi kuona yeye ameandaa jambo lake, afa akijiaminisha ndo king wa Songwe, mfalme wa Songwe, alafu amekuta na vimbia viti. I'm really proud of that, kwa sababu nimewaagiza madogo kutoka Tunduma, madogo wa Singeli nimewatuma hapo kwa DJ Chata, nimemtuma Kanujini hapo mdogo wa Fujim, nimemtuma
hapo pita kesi hapo wako hapo wote mmoja kuangalia kazi inaendeleaje. Kwa hiyo nimeenjoy sana kwanza kusikia yeye mwenyewe tu msanii anasema laptop imeharibika, booster imeungua. Kwa hiyo nikajua preparation kwa we understood, yani walikuwa wanapiga preparation ya maneno na sio kuandaa vitu. Nimecheka sana kuona pia imeshindikana, yani hata yeye mwenyewe msanii kuimba hata nyimbo moja hajaweza. I'm really proud of that. Ameshindwa kulipia chumba, wasanii wakalala. Wasanii wakamnisikia na tanga wengine wakajiwahi Jimoni. Yani nimecheka sana pia kuona artist mwenzangu amefeli ambaye aliniombea mimi kufeli. Bwana, huyo ni Almasi. Natumaini umemsikiliza vizuri na hoja zake umezisikiliza vizuri. Bwana, hii ni mahakama ya burudani ndani ya mkoa wa Songwe. Tuweze tukamsikilize Diklopa. Yeye kwa upande wake anasemaje? Yeye kwa upande wake anasemaje kuhusiana na hii balangati ambalo limetokea baina yao? Je, ni mambo tu ya show ama kuna jambo lingine nyuma ya pazia? Tuweze tukamsikilize. Diklopa. Naam. Inakuaje? Kama mbona jana hujatokea kwa show mzee? Kuna show sijatokea kwa show wakati nasikia show yenyewe ilibuma ndugu yangu au? Hamna show haikubuma. Tuliahirisha. Tuliahirisha, kuna vipengele vilikuwa vimetokea. Ikabidi tuahirisha hapo, mvua ilikuwa kali. Sasa watu wakaja. Naam. Sasa ndio kubuma kwenyewe huko. Tuliahirisha, tusiongee uongo, tuliahirisha sisi kama sisi. Lakini watu walijaa. Watu walikuja wakajaa. Watu walijaa wanasubiria show, wanashangaa watu hawapo. Kwa hiyo haikubuma. Haikubuma, ila watu walikuja wakajaa, wasikizia show hawapo. Okay, poa. Mimi nimekupigia simu nitaka nifahamu tu kwamba issue yako wewe na Almasi. Nimeona mmeamka asubuhi kwenye grupu la wasanii la sanaa, maneno mengi. Shida ni nini? Yule Bigi anadharau kinoma. Wewe umefuatilia testi, yani Bigi ajifanya kama yeye ni msanii mkubwa, sawa? Kwa sababu ninamheshimu kutokana na umri wake, si ndio? Muda mwingi matusi yanayonitukana mimi sijayapenda. Yaani kwa sababu kuna vitu vinakuwa vinatokea, unakuta mtu ana comment tu vitu vya kipumbavu. Yeye anaanza kunipostia show zake, sijui logo jana hujafanya show 1 2 3. Mimi nikamjibu Bigi, kama unadharau si tukamatane muda wote. Yaani wewe ni msanii wa Tunduma, mimi ni msanii wa Mlo, si unaelewa? Ninapofanya mimi kazi yangu na ninapokuwa nafanya kazi yangu hapo unakuja unazingua, unakuja unajifanya kama vile mjuaji yani kwenye mambo yangu. Mimi Almasi hajazidi chochote, yani yule pale hajazidi chochote. Yani hata kama yeye akiongea sijui kwamba ni kitu gani amefanya kwenye sanaa ambacho kinazidi mimi. Yani hata tukija tu tukiongea, mimi ndio msanii namba 1 mpaka sasa hizi kupostiwa na Wasafi fanya show na Damu na ambapo hamna msanii ambaye mwahi kupokea Songwe, hayupo. Mpaka sasa hizi Bigi, hiyo ni ushahidi wewe mwenyewe, hiyo unalifahamu kwamba unaelewa kwamba ni kipi kinaendelea. Lakini kwenye group anaanzisha mada za matusi. Kwamba leo kufanya show imebuma, nikamwambia bwana mimi siwezi fanya show na mvua, nitawalipishaje watu video. Anasema tushuke mbele hapo. Unaelewa? Okay. Unamwambia nini? Mimi Almasi sawa Bigi. Mimi Almasi namwambia kwamba aachane na mimi, asipende kunifuatilia maisha yangu. Aachane na mimi, asinifuatilie maisha yangu, kwa sababu mimi maisha yangu nafanya muziki mimi kama mimi, na muziki wangu mimi sifanyii hapa. Mimi muziki wangu nafanyia da. Poa. Japo yeye anasema ulimletea dharau kwenye show yake. Niletea dharau show yake? Yeye kuleta dharau kwenye show ya Almasi mimi hata siku moja. Toka nianze muziki sijai kuleta dharau kwenye show ya Almasi. Ulimwambia anafanya show bila kualika mastaa ambao ndo nyinyi? Hakuna. Sijawahi kufanya kitu chochote sawa kwa Almasi kwamba nitaleta dharau mimi kwenye show za Almasi, kwa sababu mimi show zote za Almasi sijawahi kufika show hata moja wala kumletea dharau ya show yake. Yule ni bangi akishafuta bangi anaona kabisa kwamba mimi nimwahi kumletea dharau. Lini nimwahi kumletea dharau mimi? Haya wanapoa. Yaani wewe sijai kumletea dharau. Yaani ni watu ambao wanafuta bangi, wanataka kujifanya ni wababa. Mimi mbona jana nimemwambia Almasi tokea. Mimi Almasi wewe kunipiga ngumi hawezi, kwa sababu mimi ngumi nakufahamu. Mimi vurugu zote nacheza. Yaani nacheza vurugu zote, ndio maana najiamini. Haya bwana poa. Vurugu zote. Yaani vurugu zote mimi nacheza. Yeye zote hata kama nataka tuandae pambano tuweke na kiingilio tupasuane baridi. Poa. Wewe mwambie dogo anasema kama vipi mweke pambano mpasuane mweke na kiingilio. Haya poa.
wewe mwambie tu fresh tu. Yaani wewe Bigi naye Bigi anadharau sana huyo. Haya, poa poa. Maana Bigi yani huwezi kuwa unaongea vitu vya kishamba kama hivyo, unakuja unanijaji, una comment kwenye grupu alafu unatukana matusi. Mimi umeniona nimetukana tusi hata moja? Haya basi, poa, fresh. Okay. Bwana, Diklopo bwana anataka mpambano wa ngumi. Anataka mpambano wa ngumi yeye na Almas TZ. Sijajua hili Almas TZ atalipokeaje, lakini wasifike mbali huko. Kwa mwisho wa siku hii nyie wote ni wasanii, alafu wote mnatafuta, kila mtu alifanya show yake, aliyepata akapata, aliyekosa akakosa. So haina haja ya kuanza kufika paka ngumi paka tutafutane kichani na nini. Tunapenda mabifu, tunapenda maneno, kurushiana maneno, lakini yasifikie level hiyo. Kwa sisi bado tunajitafuta na bado hatujafikia ukubwa huo wa kusema tuanze kutafutana kitani na nini. Inakuwa sio issue. Kikubwa kila mtu atambe tu pande zake ili mambo yaende vizuri. Bwana, hiyo ni moja kati ya issue ambayo ilitokea na imetrend sana katika mtandao wa kijamii, hususan katika WhatsApp group la wasanii. Watu wamekuwa wanajadili sana na kuna maoni mengi sana ya wasanii mbalimbali ambao wapo huko ndani. Utamwona kina Lapnana, kina Salome, kina Dogo Shuku, Samba naye alikuwa anazungumza kwamba moja kati ya kiwanja kigumu kufanya show ni Impact. Bwana, msanii wa nyumbani ukifanikiwa kujaza Impact au kufikisha hata watu 50, bwana wewe heshima kwako. Moja kati ya kiwanja kigumu kujaza show msanii wa nyumbani ni Impact. Sasa mimi labda niseme tu kupitia ili Balangati tulimalize hivi. Ajitokeze wadau, wajitokeze watu, liandaliwe show. Liandaliwe pambano la mic, pambano la kuimba, pambano la vibe. Tuone kati ya Diklopo na Almas TZ yupi mkali. Tuanzie hapo kwanza, mengine baadaye. Bwana, ulikuwa na mimi hapa Coach 14, half man half unique kama kawa. Hiyo ndo story. Nitawaletea story nyingi za burudani zinazowahusu wasanii ndani ya mkoa wa Songwe. Ciao.